Malengo ni makusudio ambayo mtu anayaweka kwa ajili ya kutenda au kufanya kitu katika maisha yake, hata kama kwa wakati huo akiwezekana. Na malengo ni mtazamo wa ndani ya mtu unaotazamisha au mlazimisha kuanza kujiandaa kutenda vitu mbeleni au kutenda mambo yajayo. Kwa mfano, tunaweza kukwambia mimi malengo yangu, ninataka niwe na duka la jumla lenye mtaji wa milioni 20 au 30 au 40. Na huyu mtu mwenye malengo huwa hakurupuki. Lazima atajifunza, atatafiti, atafuatilia na atang'amua ukweli uliopo katika malengo yake, na atang'amua pia changamoto. Neno kung'amua maana yake atajua au atagundua. Lakini mwanadamu ni lazima awe na malengo. Na hata maisha yako, break it down, kwamba kuanzia umri fulani, Mungu wangu naomba unisaidie niwe nimemaliza hichi. Unajua kuna watu hawajui kwenye umri gani sasa watamaliza kwa habari ya kusomesha watoto. Why? They are living without vision. Hawezi kuishi kwenye dunia hii ovyo ovyo tu. Kila kitu ni malengo. Kwa hiyo lazima pawepo na mijadala ya mara kwa mara na mikakati ya mara kwa mara, aidha na watoto au na familia. Hatuwezi tu tukakaa bila kuwa na malengo. Kama ni ujenzi, lazima tuwe na a red line, kwamba tukifikisha umri fulani sio umri wetu tena wa kujenga. Kama mwanadamu ataishi bila malengo, basi huyo amechagua kuishi kwenye kilio. So lazima, hata kama uchumi hauruhusu, lakini karatasi, diary, kalamu vinaruhusu, na ni lazima usimamie malengo yako. Unaweza ukaweka a short term vision, malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu, kwa sababu Mungu huwa hambariki mtu kwa bahati mbaya, anambariki kuja kutimiza kusudi. Ndio maana akasema, ni yupi miongoni mwenu ambao mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? It means Mungu akupi usichokijua, anakupa unachokiomba. Kwa hiyo kama utalalamika kwamba hali ni ngumu, maana yake ni kwa sababu hakuna malengo. Haleluya. Sasa ukisha kuwa na malengo, nini kinachofuata? Hapo ndipo utaweza kujua vita ulivyo navyo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa sababu kama malengo yangu ni kuifikia ile spika, na macho yangu yanatazama ile spika, na ratiba zangu zote ndani ya miaka 3 ni kuifikia ile spika, nitasemaje vita ni vikali wakati nimetoa macho yangu kutazama spika nikaanza kuangalia mlango? Muulize mwenzako, malengo yako ni nini? Usijivunge hapo. Nini malengo yako? Sasa katika kufikia malengo kuna changamoto, lakini katika kufikia malengo pia kuna jitihada. Kwa mfano, kuna mwingine anasema, mimi malengo yangu niwe na nyumba za kupangisha, ambayo nyumba moja itakuwa na uwezo wa kunipatia shilingi milioni 5 kwa mwezi. Kwa hiyo niwe na nyumba labda 4 au 5. Ina maana huyu mtu kuna namna ataanza kujitwin, ataanza kujidiscipline. Kuna vitu ataacha, kuna mambo ataacha, ili kile anachokitaka aweze kukiachieve. Ni lazima tufikiri, kwa nini Mungu ameruhusu hichi kipindi tupate pesa? Kwa sababu pesa zinaweza zikaja kipindi ambacho mtu hana malengo, zikiisha zinaisha na mtu. Kwani kwa sababu ameingia kwenye malisho ya majani mabichi, lakini hakuwa na malengo ya kujua kwamba kuna uwezekano wa kukusanya hayo majani akayakausha, ili kipindi endapo majani yataisha ayatoe yale aliyoyakausha, aanze kuyatumia.